I say I go by the name The Lyrical DJ Sid K kama kawaida. I go by the name The Lyrical DJ Sid K. Tunairudia tena hiyo, yeah? Na leo niko na Mzito kwenye industry, yeah? Huyu Mzito labda hamumuonagi sana kwenye scene, lakini ndio vitu zifanyike duniani anakuaga yuko pale kwenye steering, ana make sure vitu zinafanyika. Wacha kwanza mgeni wetu aji introduce mwenyewe. Alright, naitwa Fundi Frank, au sio? Super designer, super MC, super events organizer. Na tuko la Sweet K mwenyewe hapa, au sio? Unajua kizungumzia designer, usifikirie designer tu hapa kwa streets za Nairobi. Huyu amedesign president wa Kenya. Au Fundi Frank? Yeah, president sawa kubwa wengi, alafu pia na wasanii wakongwe wengi sana wa East Africa, wa Tanzania, wa Uganda, alafu na wakongwe wa Kenya. Hebu tutajie president ambaye umemdesign hapa Kenya. Niliona mapicha kwa mtandao, kwa hivyo sio kitu cha kuficha. Nimetengenezea Ruto, nimefanyia Uhuru, Kibaki pia nilimdesignia, alafu of course Raila na kina Kalonzo, hiyo group yao yote ya Pentagon mimi niliwatengenezea manguo. Na wasanii tukianza na Kenya, ni wengi, kuanzia Nameless, Red Sun, Nazizi, Waire, nane wengine wengi, Uganda kina Chameleon, Bebe Cool, yeah. Right. Yani amefanya kazi nyingi mpaka anawataja kama watu wa kawaida. That's great, na hiyo ni privilege mzuri, na nadhani ambaye unacheck hiyo interview right now ni kitu ambacho unafaa kulearn. Ni designer ambaye amefanya vitu vikubwa sana kwenye East Africa, ramani ya East Africa na dunia nzima. So Fundi Frank, kitambo ulikuwa msanii, na tumesikiza nyimbo zako sana. Ni kitu gani kilikufanya ukadiversify from just normal making music ukaingia kwenye art of design? Kwa wakati huo kitu ambacho kilifanya ni diversify katika hali pia ya kusaka hela na unajua mziki kwa wakati ule sisi tukianza ilikuwa hakuna hela, so ilibidi una diversify, unajaribu kwenda huku na kule ili kulipa bills, au sio? So at least saizi mambo ni mazuri, wasanii wa sasa wanakuja wanakuta mambo ni mazuri, hela zinatengenezwa, unaona kina Calligraph wanajenga majumba, unaona, lakini next generation sasa watakuta pia ni rahisi zaidi, unaona, so wanatengeneza hela kwa mitandao. So mimi ilibidi ni diversify sana, niingie sana kwa upande wa nguo, because sasa nguo ilikuwa at least inalipa wakati huo kuliko muziki. Yeah, sio. Na leo tumekutana kwenye album launch hapa Alliance Francaise ambayo ni ya uko fulani. Labda ni kitu gani nikikuona kwenye scene ya wasanii, kuna kitu waga lazima umekuja kufanya? Ni kitu gani labda kikubwa ambacho kimefanya Fundi Frank mwenyewe kuacha shughuli zake zote kuweza kufika kusupport wana? Yeah, kitu ambacho kinafanyika ni kwamba tulikutana na uko fulani kwa wakifanya practice pale Baricho Road. So pale kuna radio station inaitwa Icon Radio ya online, ambao mimi pia nafanya nao kazi sasa, ni kazi mpya. So katika ile hali ya kupishana, nikipita pale hao wako kama third, fourth floor wanafanya practice, mimi niko second floor. Sasa tukakutana, wakambia vipi Lili, tukaongea na of course huwa tunakutana, wakaniambia vipi mchizi bana, njoo support album yetu, njoo hata hiyo siku ya event uje, unaweza ukaongea kidogo nini. So tumekuwa tunawasiliana hivyo, alafu pia tusaidie kusukuma kazi, alafu nikaona why not, unajua ni wana wangu, because pia tumetoka mbali. Unakuta mimi wakati huo nikianza kurap Mombasa, wadogo wangu ambao walikuwa sasa wanaanza kuenuka, ilikuwa ni kina Nguchi P, unaona, Nguchi P, alafu pia hata actually design one of the first people to design for walikuwa watu kama Nguchi P, walikuwa na Ndolo Yeng, watu wa uko fulani, ni watu wangu sana. So walikuwa wanatoka Magongo wanakuja mpaka Likoni, wanakuja wanashonewa nguo. So imagine tumejuana tangu hizo siku kama kutengeneza nguo, alafu na hip hop. Then 98 ndio nikahamia Nairobi, so always tumekuwa in touch. So by the time mimi nikija Nairobi ikakuta nimekuja na Hardstone, alafu na wadogo wao sasa Kalamashaka. So tukashikana tena na Kalamashaka, wakawa sasa tena ni rafiki zangu, tena clients wangu. So after Kalamashaka ndio wakashikana na uko fulani, ndio ikakuwa uko fulani Mau. So ile interaction imekuwa, yani tunakutana tu all the time ya through watu wote uko fulani na Mau tumekuwa marafiki. So tukikutana vibe ni ile. Kuna wakati time pia Cannibal, kuna time pia tulikuwa Nairobi, tuko sana pamoja sana, tunatembea sana, tunazunguka, alikuwa anakaa upande wa Rongai, tunatembea tunaenda kule hivyo, tukikutananga ile vibe inarudi, au sio? Alafu recently pia
like wameenda kurekodi hii album, wakaenda kwa club ya rafiki yangu AY, unaona, ana club bonge ya club inaitwa Tango. So wakakuwa huko, AY akanipigia na vipi niko na wana wako, unaona. So tukapiga story nini, nikamwambia wana wangu sana hao walikuwa wamepelekwa na kina nani Cheese and Brain, Cheese and ya waliwapeleka huko. So ile hangout, so unajua ile vibe iko yani, so unakuta connections ni nyingi kote au sio? Na kwa sababu umefanya design ya wasanii wengi sana, na kwa hivyo inamaanisha kama umefanya design ya msanii kama Chameleone, umedesign wasanii kama kina Professor Jizi kutoka Tanzania, umedesign wasanii kama kina Nameless kutoka Kenya. So inamaanisha na wewe pia ulikuwa msanii, unaelewa sana muziki wa East Africa. Ni kitu gani ukipeana comparison? Watu wanalia sana Bongo Flava zinaingia Kenya sana kuliko Kenya inavyoingia Tanzania. Mara sijui Uganda inaingia Kenya kuliko vile Kenya inaingia Tanzania. Ukikompare muziki wa East Africa, ni kitu gani ambacho unakiona kwa maoni yako? Kitu nachoona ni kwamba unajua saizi kwanza ni mitandao iko open. So wezi zuia muziki kuingia. Si kama zamani watu walikuwa na control interest zao nini. Hata wa Nigeria walikuja, unajua uwezi kuwazuia. Watu wanaingia kwa mtandao. What happened is that kuna wakati wa Tanzania walipendwa sana because hao walikuwa na ile tradition ya kama hip hop ya Kenya ya sahi yake na uko fulani na enzi zetu ilikuwa tunaandika sana, tunaumiza vichwa, mashairi nini. So ile tradition pia kwao kwa muziki, kuna time ilikuwa inasemekana kwamba wasanii wa Tanzania wanaimba sana, wanaandika songs ambazo zinakaa ziko na feelings, unaona. So but ile trend sasa, unajua watu wana learn from each other. Kuna wakati wa Tanzania walikuwa na look up to Kenya, wanaona vitu vinaendelea sana wakati kina Nameless, kina Red Sun, kina Jua Kali, vitu vinafanyika Kenya, kina Wide, wanaona mbona hatuko. So hao pia wakarudi drawing board, wakaja na nguvu na kina Diamond, unaona. Because I remember Mama zikifanyika hapa Nairobi, mshindi wa Afrika alikuwa ni kuna Nameless, Amani alishinda, alafu the following year wakaenda Wahuu akashinda, unaona. Watanzania wakuwa, in fact mimi nikienda Mama tulienda na AY because ni mshikaji wangu tangu zamani. So tulikuwa tumekaa na Watanzania, unajua kina Lady JD, bwanake the late Gardner Habash alikuwa pale, unaona. Tulikuwa tumekaa tuna crew ya watu wa Tanzania wanaangalia vile wa Kenya wanachukua tuzo. So ikata tunaongea pale tunasema ama maybe because wa Kenya wanaimba English nyingi nini maybe, unajua. But baadaye they went back to the drawing board. Wakati wa Diamond hakuwepo. So after hiyo generation sasa ikaona okay, hii ndio inahitajika. Nakumbuka Diamond atoke, alikuja hapa Nairobi akashoot. Hiyo time watu wote walikuwa na shoot actually Nairobi, na kinaogopa kina AY walikuwa wanakuja, wanakuwa kina Msiokaa, wanakuja Homeboys, unaona. So Diamond naye akikuja Nairobi alikuja kushoot kwa Ogopa, na actually video yake hiyo ya kesho ilikuwa mimi nikuwe, lakini nilikuwa busy. But utaona mshikaji wangu Tuva alikuwa jamaa moja anaitwa Bosco, so alikuwa anatafuta watu, alafu main actress ni Avril. So Diamond alikuwa anaona akija huku akishika watu wa Kenya ndio atahit pia, because Kenya ndio ilikuwa kubwa. So that's how walianza kurudi kwenye drawing board. So wote wakawa wanaangalia okay, ni nini hatujafanya. So wakaona wakuwe different, wakaingia sana na Kiswahili chao cha kuimba sana na nini. So ikakuwa watu wameipenda ile. Alafu sasa wakafanya bidii kwenye ma videos na nini, because remember wakati huo videos zilikuwa zinafanyika hapa. Ogopa wakaondoka wakaenda na mimbi ya kuanza kufanya videos pia, unaona, because ilikuwa kuna demand. So kila mtu alikuwa wanakuja kufanya huku. So Diamond akamuuliza Lucas, so what do we do, because wa Nigeria wanakuja sana, how do we take our music to the next level, wacha hata sasa Kenya. So Watanzania wakaona hii kitu ndio iwak, lazima tufanye kitu zaidi ambacho wa Kenya akaongea na Lucas wa Ogopa. Lucas akamwambia bro, wewe fanya chochote, vunja hata benki, tuende South Africa, mahali hawa Nigerians wanafanya video, ndio tufanye huko. Nakumbuka hapo ilikuwa mchizi wangu AY alikuwa ashakuja hapa kufanya video na Godfather ndio watu walikuwa na shoot naye. Godfather ni Mnigeria lakini anakaa South Africa. So what happened, AY alikuja akalipa, I remember $11,000 hapa Heron Coach, akamlipa ndio waende ndio wafanye video South Africa. Imagine walikuwa wamekuja kwa project yao ya DSTV, akamwambia njoo tu shoot. So imagine hizo level. So after hiyo
ikakuwa Lucas akaenda na Diamond kushoot South Africa, ile number 1. Yes. Ukiangalia number 1 ile ya kwanza, my number 1 ni Ogopa, unaona, ndio ingine kina David wakaona. So ili wa Nigeria pia kuna ile level this, so wa Nigeria wa Tanzania wakakuwa na hiyo tabia, wasanii wote wanaenda South Africa kushoot. So katika kushoot kwenye hiyo level inakuwa sasa wakakuwa wako juu. Unajua kila kitu ni macho, au sio? Sure. Ndio actually Nigerians pia wanatubeat sisi wengine sababu ya hivyo. Wako na pesa na wanajituma na nini na watu kuwekeza. Unajua watu wao wanawekeza. So Tanzanians pia watu wao wakaanza kuwekeza. Watu wenye hela wanaweka pesa, video zinafanyikana zile expensive manini. So watu wanataka kuangalia hivyo vitu. So Tanzania walikuja na hizo. Na mpaka leo ukimwangalia Diamond hajashuka chini kwenye hiyo showman. Watu wakipanda anaanza sasa, anaenda nje, watu wanaimba na Nigeria, anaenda kuimba na Americans, unaona. So kuna vitu kama hivyo huwezi shindana naye, because hata ukisema okay we love Kenya, lakini sisi tumegrow up tukimsikiza Neyo, yeye anaimba naye, hata kumpata ni ngumu bro. Hata ukisema ufunge, ukisema okay tucheze international, ukicheza international utacheza Neyo, yuko na Diamond. Yes, noma sana. Unasikia kutoka kwa Mzito. Kwa sababu ya muda, ningependa kujua hapa kuna jambo. Umefanyia nini mama Akothe? Nini mbaya umemfanyia Akothe? Analia sana kwa mtandao. Mama, vile umesema mama ni mama. Mama, unajua mama hafai kuchokozwa. Mama unamwacha tu. Mbona ulimchokoza? No, sikumchokoza, labda aliona mahali amekurupuka, but mimi nadhani aliona labda matag fulani wametagiwa, ama kuna kitu niliandika. Unajua mimi naandikanga ma punchlines fulani kuhusu mambo fulani, so maybe aliona nimeandika kitu fulani kuhusu wanawake. Nilisema wanawake wajichunge sana, wanakuza watoto wadogo ambao wanakuja kuwapita kwa akili na maarifa. So hawa wasishangaya watoto wakija kuwazidi, inabidi nao wa raise level, na pia hawa watoto hawatachagua tabia zao. Wanaweza kuamua wameenda tabia juu, wamesoma, wanataka kuandikwa, wanataka lifestyle. Sasa labda yeye aliona mimi namlenga yeye na kulingana na watoto wake, because yeye ni mmoja wa wale ambao wanasoma, amewasomesha, umeona. So I think alitumiwa vitu kama hivyo. Unajua kuna wanawake wengi marafiki zake, na yeye alisema yeye ndio president ya single mothers, unaona. So I think walikuwa labda wana kikao chao fulani, wakasema huyu fundi mbona anatuingilia, but ni ukweli, niliwapiga mabomu ya ukweli, because watoto na it's a reality. Generations zinaenda zikichange. So hawa watoto ukiwasomesha, unawapeleka university, wanaenda masters, what do you expect? No, hujafika huko. Si watakuwa werevu. Sasa wakiwa werevu, wakifanya vitu vya kiwerevu, usishangae. So mimi nilikuwa nasema hivyo, yani ndio life ilivyo. Fundi, kuna mambo wanatuficha hapa, lakini tatafuta Akothe tuweze kuzungumza kuhusu hili swala. Asante sana fundi, wewe ni gwiji kwenye industry. I really appreciate anytime I see you kwa game. Wewe ni mtu ambaye ulali na kupatana na wewe kwa event usiku na mchana, making sure everything is correct. So mimi nakupa maua yako Fundi Frank kwenye game ya muziki. Umefanya kazi mzuri kwenye game ya designing, kudesign from the president to the artist, na to everybody ambaye ana watch sasa hivi unaweza kumtafuta Fundi Frank. Unapatikana wapi? Alafu anaweza kudesign pia. Fundi Frank kwenye mitandao yote tu, Fundi Frank kwenye Facebook utanipata, Instagram Fundi Frank utanipata, Twitter Fundi Frank utanipata, TikTok Fundi Frank. So lakini uangalia sana, wa careful. Unajua niko na pseudo wengi sana huko Facebook. Kuna mafundi Frank wengi kama wengi niliwa inspire. So but ukiangalia yangu utaijua tu, ukiona vile naongea na watu utajua tu hii ndio real. Asante sana. For now I say salute for everybody watching right now. I go by the name of the DJ Sweet K. Big up.